Karibu. Samahani. Hakuna. Pepe. Sandra, kuna nini? Mbona unanizuia kuingia ndani? Nina mgeni. Kwa leo sitapenda uonane naye. Mgeni? Toka lini wewe ukamkaribisha mgeni ndani kwako? Mara ya mwisho uliniambia kwamba upendi wageni nyumbani kwako. Haya, unaweza ukaniambia ni mgeni wa aina gani mpaka unanizuia mimi nisimuone? Simon, sikukwambia mapema kuhusu hili. Nimepata mchumba. Nataka kuolewa. Sandra, huyo mchumba gani ambaye mimi simfahamu? Alafu mbona imekuwa haraka sana wewe kuniambia kama umepata mchumba? Toka lini? Alafu ilibidi uniambie kama una mchumba, kwa sababu huwezi haraka tu kama hivi ukasema kwamba una mchumba. Hii inakuaje? Wewe Simon, una nini? Sijaongea kwa maana mbaya, lakini unahitaji kuwa makini, kwa sababu sio kila mwanaume anaweza kuwa mzuri kwako. Vipi? Kwani upoje? Ni mkubwa au ana umri kama wangu tu? Ni kijana, ila sio kama wewe, na ni Muislamu. Muislamu? Unamaanisha nini? Sandra, usiniambie kwamba Natia. Okay, sawa. Nimekuelewa. Unaendeleaje? Vipi kuhusu kidole chako? Naendelea vizuri. Na hicho ndio nilichokuja kukwambia. Asante. Lakini Sandra, jiangalie sana. Sio kila mwanaume atakuwa mzuri kwako. Sawa, mimi naenda. Mbona uonge? Sema na mimi japo kidogo, nisikie sauti yako. Siku haisogei. Moyo wangu hauna. Sandra, ni nani tena huyu? Mbona umeniambia upendi kuleta wanaume nyumbani kwako? Lakini nimesikia sauti ya kiume kabisa inaongea hapo. Ni nani? Ni rafiki yangu, anaitwa Simon. Ni askari hapa Mapalala. Alikuja kwa lengo la kupambana na Makoti. Pia hata mimi nimekupitia changamoto, nilitekwa, alinisaidia. Makoti? Okay. Sandra, mimi nikuache. Ken, umekasirika? Sandra, unaondokaje hivyo? Simon, vipi, mbona umeshtuka hivyo? Hapana, ni ndoto tu. Ndoto mbaya. Ndoto gani hiyo? Haina haja ya kujua chochote. Unanificha, si ndio? Hapana Sandra, kama nilivyokuambia ni ndoto mbaya. Subiri nikusaidie. Usijali, naweza kunyanyuka peke yangu. Sandra, nikuulize swali. Hivi
ni kweli Fishi ndiye alilipua ile jengo la hospitali? Dokta alisema hivyo. Je, Fishi alikuja hospitalini kwa lengo la kukuona wewe. Alijaribu mpaka kumpa dokta pesa, lakini dokta alikataa. Ndio maana akaamua kufanya hivyo. Daktari, tumekutafuta kwa mara nyingine kwa sababu sisi bado shida yetu ni ile, tunahitaji kumuona mgonjwa wetu. Ni muhimu sana, na tuliona sio mbaya kwa sababu mara ya mwisho tulishindwa kuelewana pale. Kwa sababu ya mazingira ya ofisi yako hatukuona kama yapo sawa. Kuna kamera zinakuangalia muda wote, pengine kusababishia ugumu wa kutokutuelewa kwa haraka. Hivyo bado shida yetu ni ile ile, tunahitaji kumuona mgonjwa. Mdogo wetu yule anahitaji msaada wetu sana. Na kama unaona itakuwa ni ngumu sana, kuna mazingira ya kutengeneza ugumu, waweza kupatia pesa. Unajua ni haki ya kila mtu kumuona mgonjwa wake. Kwa hiyo hata sihitaji nipatie pesa yenu. Lakini mimi sikuwakataza kumuona mgonjwa. La, hamkunipa taarifa sahihi za mgonjwa wenu. Kwa taarifa zenu zilikuwa haziendani na aina ya mgonjwa nilikuwa na. Kwa nisingeweza kuonyesha mgonjwa ambaye hamna taarifa zake sahihi. Daktari, mbona taarifa za mgonjwa tumeshakupatia? Na mgonjwa wetu sisi anaitwa Simon. Simon? Ni kweli mgonjwa niliye naye anaitwa Simon. Lakini kama sijakosea, mliniambia kwamba mgonjwa wenu anasumbuliwa na tatizo la moyo. Lakini Simon niliye naye mimi hana tatizo la moyo. Kwa hiyo naweza nikasema mgonjwa wenu hayupo kwenye hospitali hii. Kwani mgonjwa anayeuguzwa na ule binti aliyekuja mara ya mwisho pale ofisini kwako, mgonjwa wake anaitwa nani? Majina yanafanana. Yule binti mgonjwa wake anaitwa Simon. Lakini kadiri ya maelezo yenu nadhani siye Simon mnayemwongelea nyinyi. Ndio huyo. Simon ni huyo. Hamna Simon mwingine Mapalala hii. Yule si ndo ndugu yetu, ni mdogo wetu yule. Hamna mtu mwingine anaitwa Simon Mapalala. Si ndivyo? Tutakupatia pesa. Hautaki pesa? Samahani tena kwa hilo. Sihitaji pesa yenu kama nilivyoeleza awali. Kuna jambo jingine ninaweza nikawasaidia au ni hilo tu? Maanake na shughuli nyingine za kuweza kufanya. Au sio? Basi naomba niwaage niendelee na majukumu ya kazi kidogo. Tulia. Najua namna kudili naye. Mindo Johnson sniper akaeka rabu maker. Furaha yangu ni kuona ex wangu anateseka. Shali kusuchu kimana na misala lukuki. Siogopi kuwapoteza kwa mabomu na bunduki. Hata mimi sijui nampenda kweli au ni wivu. Halo Sandra. Wale jamaa wanaodai ndugu zake Simoni wamekuja tena. Wanadai anataka kumuona Simoni. Dokta, hao watu ni hatari sana. Uliwaruhusu waingie wakamwone Simon? Mimi nimekataa, wamenilazimisha, nataka hata kunipa pesa, nimekataa pia. Dokta, kama hujaruhusu waonane naye nakushukuru sana. Ila nakuomba, hao watu ni hatari sana. Naomba watoe wagonjwa, pia naomba usisahau mtoe Simon. Hao watu wanaweza wakalipua hata hiyo hospitali. Unasema? Ndio. Naomba ufanye kama nilivyokuambia. Hivi Johnson ana nini huyu?
inabidi mimi nirudi kazini sasa. Lakini afya yako bado haijakaa sawa. Unajua Sandra, kama nitaendelea kulala hapa, basi vijana wa Makuto wataendelea kuleta machafuko hapa Mapalala. Unajua mwanzo nilipambana na Makoti nikiamini vijana wake watakuwa hawana nguvu, lakini mpaka sasa hivi wao ndo wanaoleta machafuko. Kwa hiyo itabidi nipambane na vijana wote na hakikisha kila mmoja anawajibika kwa makosa yake. Lakini pia Afande Mlelema ameuawa, na ameuawa nikiwa kwenye operation yangu. Kwa hiyo nitakapopeleka taarifa kwa wakuu wangu, watahitaji kujua kuhusu kifo cha Mlelema. Inabidi pia nilifuatilie hili. Simon, usijiangalie wewe peke yako. Kumbuka upo karibu sana na mimi. Waliwahi kuniteka au kwa sababu yako wewe. Vipi kuhusu mimi? Usijali, mimi nitakulinda kama nilivyofanya mwanzo. Na ndio maana sijafikiria kutoka hapa kwenda sehemu yoyote ile kwa sababu ya usalama wako. Sandra, labda nikuulize swali. Unapenda mimi kuendelea kuwepo hapa au mimi nakuzuia baadhi ya vitu kuvifanya? Kwa hiyo hicho ndio kilichokushtua, si ndio? Nilipokuwa nimelala kuna mgeni yote alikuja? Hakuna mtu aliyekuja. Kwa nini? Umewahi kunichukia mimi kwa sababu mimi ni Mkristo? Hapana. Ila najua wewe unanichukia mimi kwa sababu ni Muislamu. Sawa. Bila shaka Nati ndo alikwambia hayo maneno. Kwa sasa sitaki kuyaongelea hayo. Kama umeweza kuamka mwenyewe, unaweza kuchukua maji kwenda bafuni ukaoga. Alafu nilikuwa nina wazo. Kwa nini tusihame hapa? Unamkimbia Maria, si ndio? Hapana. Simuogopi. Lakini najaribu kuwa naye mbali. Mchawi aje kwako eti kwa sababu anapafahamu nyumbani kwako. Anakuja kwa sababu ameshika nafsi yako. Kumbuka siku unayoondoka hapa haukumuaga, lakini alijua unaondoka na alikuja. Hata hivi leo ulivyoamka peke yako atakuwa anajua umeamka peke yako. Kwa hiyo popote utakapoenda, Maria atakufuata. Haina haja ya kuhama hapa, mimi nimeshapazoea. Unajiona uko sawa lakini? Sijali, niko sawa. Simba, mdogo wangu, nilijua lazima utafika hapa. Na umejueje kama mimi nimekamatwa? Bro, tatizo lolote linalokuhusu wewe lazima mimi nijue. Japokuwa niko mbali, lakini taarifa zako nilikuwa nazipata. Umezungukwa na maadui wengi sana, na wengine ni vijana wako. Alafu unajua kama Afande Mlelema amekufa? Namchukia sana mtu alomuua Afande Mlelema. Fanya vyovyote inavyowezekanika nimpate huyu mtu alomuua Afande Mlelema. Nitaanza na huyo. Adui yoyote awapo upande wako ni adui yangu. Naomba unipe ruksa
uweze kupambana na maadui zako. Kwa mamlaka niliyokupa, mtafute mmoja baada ya mwingine, na hasa huyo alomuua Afande Mlelema. Mpe adhabu yoyote ile ambayo wewe unajua inastahili kwake. Alafu utakapoweza kutoka hapa, naomba ulishughulikie swala la vijana wangu waliokamatwa. Hakuna haja ya wao kushikiliwa. Wakati huo mhusika mkuu nipo hapa. Sio wao kutoka tu, nitahakikisha hata wewe unatoka humo ndani. Vipi, pesa si ipo? Unanijua, pesa kwangu sio tatizo. Vizuri sana. Wakikataa pesa, itabidi nguvu zitumike. Safi. Safi. Safi sana. Police, 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 officer, police, police, officer. Nasimama kashujaa. Mmetoka kwa ajili ya mishe maalum. Inabidi mlete taharuki mtaani. Wakubaka abake, wakuua uwe. Ila tu msijulikane. Namri ametoa Makoti. Tunajua Makoti ameshitakiwa na jamhuri. Na jamhuri ndio itakiwa imwachie. Kwa hiyo msipofanya hivi, hawezi kutoka. Alafu nisikie kwamba Afande Mlelema amekufa. Najua tukio hilo tutakuwa tumelifanya ni sisi. Japo Makoti hajapenda. Ni wewe? Au ni wewe? Inavyosemekana Mlelema alipigwa risasi. Alafu na sisi hatuna access ya kuingia kwenye chumba cha silaha cha Makoti. Ila Jfish na Ndaiga wana access. Jfish yuko wapi? Jfish alikimbia. Mara ya mwisho Jfish alitumia silaha za Makoti kinyume na sheria, hivyo ikabidi akimbie kwa kumwogopa Makoti, na sidhani kama Jfish anaweza kufanya tukio hilo. Labda Ndaiga. Ndio, labda Ndaiga. Basi tumtafute. Na kama kweli Afande Mlelema amekufa, inabidi tumfanye Pops awe mkwa wetu. Tuondoke. Police, 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 officer, police, police, officer. Nasimama kashujaa kutetea taifa langu. Rose, nimepata tetesi kuwa Afande Mlelema ameuawa. Unaweza ukaniambia nini kinaendelea? Hata mimi nimepata taarifa hizo, na ndo kilichonileta hapa. Ni kweli ameuawa, lakini bado uchunguzi unaendelea, na anayefanya uchunguzi ni Pops, sababu ndo aliyebadili kiti cha Mlelema. Mzee Makoti, tukifata haki hauwezi ukatoka hapa. Hivi kwa nini tusitumie udhaifu wa Pops? Sasa mnangoja nini? Wewe ni mwanasheria, ni wajibu wako mimi kunitoa hapa. Mnangoja nini?
Fanya vyovyote vile ili mradi mimi niweze kuchomoka hapa. Njia pekee ya kutoka wewe humu ndani ni kutoroka tu. Tunahitaji go ahead ya kutumia pesa zako. Haijalishi ni shilingi ngapi mimi kutoka humu ndani. Nimechoka kukaa humu ndani. Fanya vyovyote vile unavyojua ili niweze kutoka. Pesa sio tatizo kwangu. Tumia pesa niweze kutoka. Sawa. Fanya hivyo. Police, police. Kwa nini umeniitia hapa na sio ofisini ukaje tukaongee? Mara nyingi mnakuaga na device. Ulitaka nije ofisini kwako mnirekodi? Au hata hapa umevaa waya? Hapa sijavaa waya. Na kwa nini nivae waya? Ni kuhusu mteja wangu. Hivi unajua kuwa anashtakiwa na Jamhuri? Najua hilo. Ukishtakiwa na Jamhuri, unakuwa umeshtakiwa na wananchi. Lakini kwa kuwa nyinyi mawakili, huwa mna tabia moja huwa mnaifanya. Ukweli unakuwa uongo na uongo unakuwa ukweli. Kwa kuwa hata mimi wamewahi kunigusa, lakini sikushtaki sehemu yoyote ile. Lakini kwa wakati huo wameingia sehemu mbaya. Hata tukitumia pesa, kwa sasa nguvu nyingi ya pesa tunaelekeza kwako. Kwa kuwa wewe ndio uliyebadili kiti cha Mlelema. Mbona mwenzako aliweza? Unajua mwanzo ulikuwa chini ya mtu, lakini kwa sasa wewe ndio mwenye mamlaka. Una uwezo wa kufanya kitu. Hebu nisaidie juu ya hili. Unadhani ni kwa nini niliacha kazi yangu? Ni kwa sababu sikutaka rushwa. Kwa hiyo hata sasa siwezi kuchukua rushwa yako. Nakupa muda wa kufikiria. Fikiria kuhusu hilo. Ukibadilisha maamuzi, mawasiliano yangu unayo, utanitafuta. Police, police. Police, police. Officer. Police, police. Officer. Nasimama kashujaa kutetea taifa langu. Nimekubali kufanya. Lakini hautoweza kuniendesha kama ulivyokuwa ukimuendesha afande Mlelema. Kesho unapelekwa mahakamani. Na itakuwa ni njia yako ya wewe kutoroka. Pia nimekutana na mwanasheria wako, anajua kuhusu hili. Chochote kitakachotokea ujue kilipangwa. Safi sana Pops. Nilipanga nikuue, nikumalize kabisa. Kutokana na makosa yako ulionifanyia. Lakini kwa hiki ulichokifanya, umelipa deni. Na siwezi kusema asante kwa sababu unafahamu. Usizani nimefanya kwa ajili ya kukusaidia wewe. Nimefanya kwa ajili yangu. Police, police. Officer. Police, police, police. Police, police, police. Officer. Police, police, police. Police, police, police. Officer. Police, police, police. Police, police, police. Officer. Nasimama kashujaa kutetea taifa langu, japo nakata tamaa nikiwaza familia yangu. Mdogo wangu vipi wakiamua kumdulu, siku ikipita tu kwa Mungu tunashukuru. Makoti ni tishio kwa jamii, mapalala sio salama, twateseka namna hii. Nani aungane